Naam, taarifa kubwa mchana huu hapa moja kwa moja kutoka pale Marekani. Tunaambiwa kampuni ya NASA imeanzisha tena safari nyingine ya mwezini baada ya miaka 50. Wanaanga wa chombo cha Hermes 2 wameelekea mwezini baada ya kurushwa katika safari ya kwanza ya NASA ya mwezini miongo mitano tangu safari ya kwanza ya Apollo. Wanasema shirika la anga la Marekani NASA limeanzisha safari mpya ya kihistoria kabisa kuelekea mwezini kwa kurusha chombo cha Hermes 2 kikiwa na wanaanga wanne. Safari hiyo ni ya kwanza ya binadamu kuzunguka mwezi ndani ya zaidi ya nusu karne tangu enzi za programu ya Apollo. Roketi kubwa ilirushwa kutoka katika kituo cha safari za anga cha Kennedy, huku maelfu ya watu wakishuhudia tukio hilo muhimu. Kikosi hicho kinajumuisha wa Marekani watatu pamoja na Mkanada mmoja, na ni safari ya kwanza yenye mchanganyiko mkubwa zaidi wa watu, ikiwemo mwanamke pamoja na mtu wa rangi. Wanaanga hao watachukua siku 10 kupita karibu na mwezi na kusafiri umbali mkubwa zaidi kuwahi kufikiwa na binadamu kabla ya kurejea duniani. NASA imesema kwamba mafanikio ya safari hii ni hatua muhimu kuelekea katika lengo la kurejesha binadamu mwezini katika miaka michache ijayo na hatimaye kuanzisha makazi ya kudumu. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, mpenzi mtazamaji, moja kwa moja tuangalie kinachoendelea kule nchini Irani, ambapo tunaambiwa kwamba Trump amesema Irani inataka makubaliano, Teherani imesema ni uongo. Rais wa Marekani Donald Trump ameibua mjadala mkubwa baada ya kudai kuwa Irani inatafuta usitishaji wa vita muda mfupi tu kabla ya hotuba yake kwa taifa. Kupitia jukwaa lake la Truth Social, Trump amesema rais wa Irani alikuwa tayari kwa makubaliano, akisisitiza kuwa hatua hiyo ingeweza kufungua njia ya kumaliza mgogoro ambao unaendelea. Hata hivyo, kauli hiyo imepingwa haraka sana na Teherani, ambapo msemaji katika Wizara ya Mambo ya Nje alizitaja kuwa ni za uongo na zisizo na msingi wowote. Tofauti hiyo ya kauli imeongeza mvutano wa sintofahamu katika mgogoro ambao tayari umeenea katika maeneo mengi ya Mashariki ya Kati tangu kuanza kwa mashambulizi ya Marekani pamoja na Israeli dhidi ya Irani mwezi wa Februari. Na wakati huo huo, Marekani imeongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo hilo, ikituma manowari ya pamoja na meli za kivita na maelfu ya wanajeshi. Rais wa Iran aliandika waraka kwa wananchi wa Marekani akihoji uhalali wa vita hiyo. Aliuliza wazi ni maslahi gani ya Wamarekani ambao wanalindwa na vita hivyo, na kama kweli kulikuwa na tishio lolote kutoka Iran lililohalalisha mashambulizi hayo. Katika waraka huo, Rais Pezeshkian amesisitiza kuwa Irani haijawahi kuchagua uchokozi licha ya kuwa na nguvu za kijeshi, akidai kuwa hatua zake ni za kujilinda. Pia alishutumu Marekani kwa kuingia vitani kama ni mshirika wa Israeli, akidai kwamba imevutwa katika mgogoro huo kwa ushawishi wa nje. Kauli hiyo imeongeza mgawanyiko wa maoni ya kimataifa kuhusu uhalali wa mwelekeo wa vita hiyo. Wakati viongozi wakibishana, hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika maeneo ya vita. Israeli imesema kwamba Irani imefyatua makombora kadhaa kuelekea katika maeneo ya kati, yakiwemo Tel Aviv pamoja na maeneo ya ukingo magharibi. Ving'ora vya tahadhari vilisikika huku mamilioni ya watu wakikimbilia kwenye maeneo ya dharura, hasa wakati wa maandalizi ya sikukuu ya Pasaka ya Kiyahudi. Baadhi ya familia zimelazimika kusherehekea sikukuu hiyo ndani ya makazi ya chini ya ardhi kutokana na hofu ya mashambulizi. Mashambulizi hayo ni sehemu ya mzunguko wa kulipiza kisasi kati ya Irani pamoja na Israeli ambao unaendelea kuongezeka. Athari za vita hazijaishia kwenye uwanja wa mapambano pekee, bali zimeanza kuonekana wazi katika sekta za kibinadamu. Shirika la msaada wa kimataifa International Source limesema kwamba misaada ya thamani ya zaidi ya dola 100,000 imekwama kutokana na kufungwa kwa ujio wa bahari ya Hormuz. Kiongozi wa shirika hilo, David Miliband, ameonya kuwa hali hiyo inaweza kusababisha mzozo wa chakula katika nchi nyingi katika bara la Afrika. Takribani 30% ya mbolea duniani hupitia katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji. Hali hii inaongeza shindikizo kwa nchi masikini ambazo zinaegemea ama zinazotegemea uagizaji wa bidhaa muhimu kutoka nje. Mgogoro huu pia umeanza kuathiri uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Bei ya mafuta imepanda kwa kasi, huku bei ya mafuta nchini Marekani ikivuka $4 kwa galoni kwa mara ya kwanza tangu mwaka wa 2022.
Wachambuzi wanasema kwamba gharama hizo zitaathiri bei ya vyakula pamoja na bidhaa nyingine kutokana na gharama za usafirishaji. Nchi kama Somalia, Tanzania tayari zimeripoti kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na athari ya mgogoro huo. Na wakati huo huo, usafiri wa majini kupitia Hormuz umepungua kwa kiasi kikubwa, jambo ambalo linazorotesha biashara za kimataifa. Mgogoro huo pia umeibua mvutano mkubwa kati ya Marekani pamoja na washirika wake NATO. Trump amekosoa vikali NATO kwa kusema kwamba anachodai ni kushindwa kuisaidia Marekani katika operesheni za Mashariki ya Kati, na amesema kwamba anafikiria kwa uzito kuiondoa Marekani katika muungano huo, hatua ambayo inaweza kubadili kabisa mwelekeo wa usalama wa kimataifa. Kauli hiyo imezua wasiwasi mkubwa barani Ulaya, huku viongozi wakisisitiza umuhimu wa kuendelea kwa ushirikiano wa kijeshi. Na wakati huo huo, katibu mkuu wa NATO anatarajiwa kuzuru Washington DC kujadili hatima ya muungano huo. Wakati mgogoro huo ukiendelea, mataifa mbalimbali yanaanza kutoa wito wa mazungumzo ya amani. China kwa kushirikiana na Pakistani wamependekeza mpango wa hatua 5 za kusitisha mapigano na kuanzisha mazungumzo. Hata hivyo, tofauti za kimtazamo kati ya Marekani pamoja na Irani zinaendelea kuwa ni kikwazo kikubwa kwa kufikia suluhu ya haraka. Kwa sasa dunia inaonekana kusimama katika njia panda kati ya kuendelea kwa vita ama kurejea katika diplomasia. Na kadri mvutano unavyozidi kuongezeka, ndivyo hatari ya mgogoro huu kuathiri maeneo mengi zaidi duniani ambavyo inazidi kuwa kubwa zaidi. Tukiachana na taarifa hiyo, mpenzi mtazamaji, twende moja kwa moja tukaangalia taarifa nyingine, ambapo ni pale Burundi, ambapo tunaambiwa kwamba moto na mlipuko mkubwa kabisa umesikika katika kambi ya kijeshi na imeua takribani watu 13. Watu 13 wamefariki na wengine 57 kujeruhiwa kufuatia mlipuko mkubwa ambao umesababishwa na moto katika kambi ya kijeshi nchini Burundi. Jeshi limesema moto huo ulizuka usiku katika ghala la kuhifadhia vifaa vya kijeshi na kusababisha milipuko kadhaa baada ya silaha ama risasi pamoja na mabomu kulipuka. Msemaji wa jeshi amesema chanzo cha moto huo ni hitilafu ya umeme na amesisitiza kuwa hakukuwa na shambulio lolote dhidi ya kambi hiyo. Anasema tukio hilo limetokea katika eneo la Musaga nje kidogo na jiji la Bujumbura, ambapo wakazi walikimbia kwa hofu huku milipuko ikisikika kwa umbali mkubwa. Maafisa wamewataka wananchi kutoa taarifa kuhusu mabaki ya milipuko ambayo hayajalipuka, na wakati hali ikianza kurejea kuwa ya kawaida. Tukitoka huko Burundi moja kwa moja twende Italia. Italia tunaambiwa kwamba nchi hiyo imeopoa takribani miili 19 ya wahamiaji ambao walikufa baharini. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la uhamiaji la IOM, wengi waliofariki katika ajali hiyo walikufa kwa baridi kali baada ya kukaa baharini kwa siku kadhaa. Shirika la uokoaji la Sea Watch limesema vifo hivyo ni sehemu ya ongezeko la ajali baharini. Lilikadiria zaidi ya watu takribani 100 wamefariki ndani ya siku 3 tu zilizopita. Takwimu zimeonyesha kuwa hadi hivi sasa mwaka huu zaidi ya watu 640 wamepoteza maisha katika njia ya kati ya Mediterranean, ikiwa ni miongoni mwa viwango vya juu zaidi katika miaka ya hivi karibuni.